lakini simu walizichukua. Kuna wengine wakaambulia kokota pesa. Walisubutu kuwaruka marehemu ili wakote tu zile pesa. Pia nilimvuta yule kaka aliyokuwa anaokota pesa. Nikamuomba sana. Na nikamuonyesha mahali mtoto wangu alipo. Mtoto wangu sasa alikuwa ananiambia mama nisaidie, lakini simuoni. Ananiambia mama nisaidie. Yule kaka akasema tairi limezidi, akakimbia, mimi nikabaki. Ndio nilipoona moto unachachamaa, kabidi niende pembeni kaka katikati ya barabara ikanalia. Ndio nikapata akili nikamwomba mtu simu. Wengine wanakuambia wana salio, wengine wanakuambia zimezima chaji. Akatokea mdada mmoja sijui mahali alipotokea. Akanipa simu. Ndio nikafanikiwa kumpigia mume wangu. Nikamwambia, "Mwambie dada yangu baba na watoto. Mimi sina shida, baba na watoto." Tu basi ndio alikuwa analilia hicho. Hatuna utu, binadamu umeisha. Tunawaza simu tu kurekodi. Mimi nilikuwa sisikii maumivu, nasikia tu maumivu ya vile vichwa vikipasuka kule kwenye moto. Maana ni vichwa tu vilikuwa vinabasti. Nikasema, Mungu, hivi hawa kweli ni binadamu wanaopasuka, wengine wanapiga picha. Lakini nikamwambia Mungu nisaidie, maana sina uwezo tena. Kwani nilishindwa. Yule dereva alivyoona gari limejaa, asingeongeza vitu vingine. Na wakati wanaongeza mimi mwenyewe nilisema, jamani mbona watu wanapokea unga mwingi? Na wengine nao pia wakaongea, wanapakia maunga. Wakasema huu ni wa mwisho, huu ni wa mwisho, huu ni wa mwisho. Lati kama ingekuwa hajasimama, labda yote asingetokea. Umebaki sasa na watoto wangapi? Nimebaki na mmoja tu.